Habari za wakati huu. Ni matumaini yangu makubwa sana kuwa unaendelea vizuri kabisa na majukumu yako, wewe kijana ambaye unasikiliza sauti hii. Hii ni mfululizo wa matukio yetu pamoja na mafundisho yetu ya kila siku kuhusu maendeleo binafsi pamoja na mazungumzo tofauti tofauti ambayo yanatuhusu sisi kama vijana. Katika mfululizo wa siku hii ya leo tutakwenda kuongelea kuhusu kitu kinaitwa nidhamu binafsi, yani self discipline. Ukikosa nidhamu binafsi hautaweza kupiga hatua yoyote ile katika maisha yako. Unaweza ukawa na mipango mingi sana, unaweza ukawa una elimu kubwa sana, inaweza ukawa una pesa nyingi sana, but ukikosa nidhamu binafsi hakuna kitu ambacho utaweza kukifanya. Kwa nini unaweza ukawa na pesa nyingi na ukakosa nidhamu binafsi bado ukashindwa kufanya makubwa katika maisha yako? Unapokuwa unakosa nidhamu ya kuitunza ile pesa au ya kuweka ile pesa katika maeneo ambayo yatakuingizia faida, hauwezi ukapiga hatua. Unapokosa nidhamu ya kufuata ratiba yako wa kila siku ili kusudi uweze kujiongezea matokeo chanya kila siku katika maisha yako, basi hauwezi kupata maendeleo yoyote. Hivyo nidhamu binafsi naweza nikasema ni ufunguo wa kufuli zote za maisha ya mwanadamu ambazo inakupasa wewe uweze kuelewa. Nidhamu binafsi imewasaidia watu wengi sana. Unapoona watu wakubwa wamefanikiwa, watakwambia siri kubwa kati ya yale mengi waliyofanya, nidhamu binafsi ipo ndani yake. Tunaona watu wengi waliofanikiwa katika uchumi, watakwambia nidhamu binafsi ilikuwa ni funguo katika maisha yao. Watu waliofanikiwa katika michezo, katika muziki, katika media, hizi taasisi ambazo zinatoa taarifa za habari tofauti tofauti, watakwambia kwamba nidhamu binafsi ilikuwa ni msingi kati ya yale mambo mengi ambayo walikuwa wameyafanya. Sasa labda unaweza kujiuliza, nidhamu binafsi ni nini? Nidhamu binafsi ni aina ya uhuru, uhuru kutoka katika hisia au matendo hatarishi yanayokutoa wewe katika mstari. Hivyo unapokuwa na uhuru kutoka katika yale matendo hatarishi, ile nidhamu mbovu, ile hofu, ile hasira, hiyo ni nidhamu binafsi. Uhuru wa kujitenga na uvivu, yaani uvivu kutokuweza kuendesha maisha yako. Unakuwa umeamka asubuhi, umeweka ratiba, au kabla hujalala jioni umeweka ratiba. Kile kitendo cha wewe kuweza kufuata ile ratiba, kile kitendo cha wewe kuishinda ile nafsi au ile roho ya uvivu, basi hiyo ni nidhamu binafsi. Jim Rohn anasema kwamba self discipline is the ability to do something even if you don't feel it. Nidhamu binafsi ni kitendo cha kufanya kitu fulani hata kama haujisikii kufanya kile kitu. Uhuru wa kujitenga kwenye matarajio au mategemeo na mahitaji ya watu wengine, yaani uhuru kutoka kwa watu wa kupangilie wewe ufanye nini juu ya maisha yako. Mwandishi wa kitabu cha The Art of Saying No alisema kwamba watu wengi tunakosa nidhamu binafsi kwa sababu tunashindwa kusema hapana katika zile ratiba au katika zile excuse ambazo zinaingilia ratiba zetu sisi binafsi. Hivyo unapokuwa na ratiba ambayo inabidi uifuate na unashindwa kusema hapana kutokana na vile vitu ambavyo vinaingilia ratiba yako, unakuwa unakosa nidhamu binafsi. Uhuru wa kutokuendeshwa na madhaifu yako. Watu wengi tuna madhaifu yetu tofauti tofauti. Kile kitendo cha kufanya yale madhaifu yaweze kukuendesha wewe ni kukosekana kwa nidhamu binafsi. Mtu anasema naacha pombe, lakini akiona pombe anakosa namna kujizuia, anakuwa anakosa nidhamu binafsi. Anapokuwa amechangamana na wale watu ambao ni wanywaji kama yeye, anakosa namna kujizuia, anakuwa anakosa nidhamu binafsi. Uhuru wa kutoka au kuepukana na hofu au wasiwasi. Unaweza kuona watu wamekuwa na mipango mingi sana, watu wamekuwa na ndoto kubwa sana, lakini hofu, fear, imewafanya wao waweze kukosa nidhamu binafsi ya kuviendeleza vile vitu ambavyo wamekuwa wakivifanya kila siku. Mtu mwenye kujijengea nidhamu binafsi si mtumwa wa mawazo, si mtumwa wa matamanio, au si mtumwa wa zile hisia nzuri au mbaya zinazokuja katika ufahamu wake. Matokeo ya nidhamu binafsi ni self respect, yani kujiheshimu. Hauwezi
ukawa na nidhamu binafsi ukashindwa kujiheshimu. Ukiona unashindwa kujiheshimu, yani kujiheshimu, unashindwa kufuata ratiba zako, basi jua kwamba unakosa nidhamu binafsi. Abraham Joshua, mwanatheolojia wa Kiyahudi, alipata kusema siku moja kwamba uimara wa mtu hutengenezwa na mtu mwenyewe kusema hapana juu ya mwili wake. Tunasoma hata katika maandiko matakatifu, kusoma katika kitabu cha Wagalatia mlango wa 6 mstari ule wa 8, Biblia inaelezea juu ya vitu viwili. Kitu cha kwanza ni mwili, kitu cha pili ni roho. Wote ambao wanaushinda mwili, wote ambao wanaushinda ule uharibifu wa mwili, basi wataweza kuwa na ule uzima, au wataweza kuwa na matokeo ambayo ni chanya katika maisha yao. Lakini wale wengine ambao wanaweza kuinvest au kuwekeza katika roho ni wale ambao watakuwa na uzima wa milele, au wataweza kuwa na matokeo chanya katika ufahamu wao au katika maisha yao. Hii ni kusema kwamba ukishindwa kuutawala mwili wako, basi tegemea matokeo mabovu katika maisha yako, lakini ukiweza kuutawala mwili wako, basi tegemea matokeo chanya katika ufahamu wako. Nilipokuwa nikisoma kitabu cha Napoleon Hill kilichokuwa kinaitwa Outwitting the Devil, mwandishi alisema kwamba moja kati ya vitu vikubwa ambavyo shetani anavitumia katika maisha ya mwanadamu ili kusudi aweze kumwangusha, kitu mojawapo ni hofu. Na unapokuwa na hofu, inakupelekea wewe kushindwa kukamilisha moja kati ya mipango yako, na kuhofia kwamba watu watanisema nini, na kuhofia kwamba inakuweje kama nitafeli. Hivyo ukianza kuruhusu hofu katika maisha yako, tambua kwamba unaanza kuruhusu ukosekanaji wa nidhamu binafsi katika maisha yako. Tunaangalia hata katika historia za watu tofauti, kanuni ni zile zile ambazo huwa tunatumia, ndizo hizo ambazo watu waliofanikiwa wamezitumia, na hata wale ambao wameshindwa kufanikiwa hawakuweza kuzitumia, na matokeo ni yale yale. Ukiweza kuzifuata zile kanuni, una uwezo wa kupata matokeo. Ukishindwa kupata zile kanuni, una uwezo pia kupata matokeo ambayo ni hasi. Siku moja mchezaji wa mpira maarufu duniani ambaye rekodi yake haikupatwa kuvunjwa, anaitwa Pele kutoka Brazil, alishawahi kufanya mahojiano kwamba, Pele, kwa nini wewe unakuwa bora katika eneo lako? Pele pasipo kusita alijibu kwamba, mimi nakuwa bora katika eneo langu kwa sababu kile kipindi ambacho wenzangu wanakwenda disco, kile kipindi ambacho wenzangu wanakwenda katika kumbi za starehe, kile kipindi ambacho wenzangu wanakwenda katika bichi, ni kile kipindi ambacho mimi nilikuwa niko mlimani nafanya mazoezi ya mpira. Hivyo unaweza kaona kwamba Pele si kwamba alikuwa tofauti sana, si kwamba alikuwa ni tofauti kutoka wanadamu wengine, hapana, bali alikuwa na nidhamu binafsi ambayo ilimpelekea yeye kuweza kufanya mambo makubwa katika maisha yake. Sasa unaweza kujiuliza, ni faida gani za nidhamu binafsi ambazo unaweza ukazipata pindi pale utakapoanza kuwa na nidhamu binafsi? Kitu cha kwanza, inatusaidia kuelekeza nguvu zetu kwenye yale mambo ya muhimu tu kabla muda haujatuishia. Siku zote watu wanasema kwamba sina muda wa kufanya kitu fulani. Hapana, hebu kuanzia leo anza kuwa na nidhamu binafsi katika kila ratiba ambayo unaifanya, na utakuwa na matokeo chanya. Faida namba 2 ni kwamba nidhamu binafsi inatusaidia kujifunza mambo mengi, kwa sababu hatupuuzi jambo linapotokea, bali nidhamu hutupelekea kuhoji na kuelewa zaidi. Unapokuwa na nidhamu binafsi juu ya kufanya jambo fulani, itakupelekea wewe kufeli mara nyingi, na ukisha anza kufeli mara nyingi, basi unaanza kujifunza mara nyingi kupitia kule kufeli, kupitia yale makosa ambayo unayafanya. Na faida namba 3 ni kwamba nidhamu binafsi hufundisha ubongo na mwili kuelekeza umakini kwenye malengo yetu na kuzitawala hisia zetu. Ukiweza kuutawala ufahamu wako, ukiweza kuutawala ubongo wako, basi umeweza kuutawala mwili wako. Watu wengi leo tunaanguka katika mashimo yale yale ambayo wengine walianguka, tunaanguka katika mashimo yale yale ambayo tuliapa hatutaangushwa nayo tena, kwa sababu tumeshindwa kutawala mwili wetu, tumeshindwa kutawala hisia, fikra
ubongo pamoja na fahamu zetu. Jambo nambari 4 ambalo utalipata kama faida pale utakapoanza kuwa na nidhamu binafsi ni kwamba nidhamu huleta amani ya ndani ya mtu kwenye jamii. Ukiwa na nidhamu binafsi utajikuta wewe ni mtu ambaye kila kitu unachokipanga kukifanya unakikamilisha kwa wakati. Na of course ukikamilisha kitu kwa wakati it means kwamba utakuwa ni mtu ambaye una amani ya moyo, kwa sababu kila jambo ambalo unalifanya unaweza kulikamilisha. Faida namba 5 ni kwamba nidhamu inatusaidia sisi kuelewana na watu wengine kwa upana. Unapokuwa na nidhamu binafsi inamaanisha kwamba unakuwa ni mzungumzaji bora katika mazungumzo yako. Unakuwa si mtu ambaye unaongea tu, unakuwa si mtu ambaye hauingilii mazungumzo ya watu, bali unakuwa ni mtu ambaye unasikiliza kwa makini na unajibu. Yaani hausikilizi tu ili kujibu, bali unasikiliza ili uweze kujibu kwa ufasaha. Lakini nidhamu na faida namba 6 ni kwamba nidhamu huboresha afya ya ubongo na mwili pia. Unapokuwa na nidhamu binafsi, basi utakuwa na afya ya mwili pamoja na ubongo. Ni wengi tunakuwa tumeweka ratiba za kufanya mazoezi lakini hatuzifuati. Lakini utakapoanza kuwa na nidhamu binafsi wewe mwenyewe, utajikuta ni mtu ambaye unakuwa una afya ya akili pamoja na afya ya mwili. Na faida nambari 7 ambayo pia ni ya mwisho kati ya zile nyingi ni kwamba nidhamu hukuweka wewe usiweze kukwama katika malengo yako, yaani na kufanya wewe uweze kukamilisha malengo yako kwa wakati. Nikwambie tu kwamba inachukua takriban siku 1000 kuweza kutengeneza nidhamu binafsi katika maisha yako. Niseme tu kwamba hizo siku 1000 usizifanye kama na kuziona kwamba ni nyingi sana. Leo fanya kitu ambacho kinakuweka zaidi karibu na mafanikio yako. Kesho fanya hivyo hivyo, kesho fanya hivyo hivyo. Unavyozidi kuwa na nidhamu binafsi, unazidi kuwa imara kila siku. Usione ugumu wala usione kuumia, kwa sababu Mike Tyson, mmoja kati ya mabondia wakubwa hapa duniani, alishakuuliza kwamba Mike Tyson, ni kitu gani ambacho kinakufanya unakuwa bora katika maisha yako? Alisema kwamba mimi nilikuwa nachukia kila dakika, kila sekunde ambayo nilikuwa nafanya maumivu, kwa sababu nilikuwa napata maumivu makali sana. Lakini nilichokuwa nikiwaza ni kwamba je, yale maumivu ambayo nilikuwa nikiyapata katika kila sekunde na kila dakika yataweza kunipatia ushindi katika maisha yangu yote? Langu jina ni Mwananyunyi Jacob. Trust me, you are the winner. Have a nice time. Usiache kusubscribe channel hii ili kusudi ukapate kuwa wa kwanza kuweza kupata updates pamoja na makala tofauti ambazo zinakuwa zinaandaliwa juu ya maendeleo binafsi pamoja na masuala mbalimbali ambayo yanahusu vijana. Au unaweza ukanitafuta katika namba za simu 0653832045, au unaweza kaenda katika ukurasa wangu wa TikTok, jina ni Mwananyunyi Jacob, pia Instagram jina ni Mwananyunyi Jacob. Nikutakie wakati mwema, asante.